Sijui taifa langu tunawaza nini juu haya yanayoendelea, kuanzia ngazi ya rais hadi serikali za mitaa, kwenu hata viongozi wa dini, na wewe mwananchi wa kawaida unayenisikiliza. Dar es Salaam sasa hivi kila kona msiba ni maji. Mbaya imeenda hadi nje ya mikoa hata ambao hatukuizoea kupitia changamoto hii. Lakini niamini mimi, hili swala halipo kwenye hali ya kibinadamu, hili swala linaanzia rohoni. Hili swala ni matokeo ya rohoni. Jamani, nchi yetu muda kidogo uliopita watu wameingia kwenye misiba mikubwa. Kuna familia hadi leo zinalia. Kuna damu za watu zimeshamwagika kwenye taifa, ndizo zinazopiga kelele. Jamani, majanga yatokeagi kama hali ya taifa ni shwari. Viongozi wa serikali kuanzia ofisi kubwa ya rais hadi serikali za mitaa, kama hatutakubali kuwa na mioyo ya unyenyekevu, kulishawishi taifa, kuwashawishi wananchi na kuwaomba, tuingie tu kwenye maombi ya kuomba toba juu ya taifa yetu, na tukabaki kwenye hizi ligi zinazoendelea, wananchi waitupie lawama serikali, serikali waitupie lawama wananchi, ili janga nao litatuua. Jamani, tulishuhudia majanga makubwa yaliyotokea kwenye taifa letu. Kuna kipindi corona ilitokea, ni hekima za viongozi waliokuwa juu, wakaona hili sio la kupambana kibinadamu, ni la kumwita Mungu. Sijui nyewe mnaiangaliaje wa Tanzania, ila hii ni spiritual alert. Hii tunaonywa, hii tunakumbushwa. Kuna mahali taifa letu limezingua. Kuna mahali wananchi tumekosea, kuna mahali viongozi wamekosea, kuna mahali tumekoseana. Jamani, kuna damu za watu zinapiga kelele juu ya ardhi. Ardhi haiwezi kapokea baraka kama juu ina laana. Ardhi yetu tayari tumeinajisi, hilo tukubali. Yani hata tupinge vipi? Wananchi kuna mahali tumekosea, viongozi kuna mahali mmekosea. Wote ni binadamu na kukosea ni matokeo ya kila binadamu. Sasa tunasuluhishaje? Sio tena kwenye kuindana nani mbaya. Tukubali kumrudia Mungu. Viongozi wa dini acheni ligi. Palipobaki kila kiongozi anyenyekeze moyo wake. Vijana tuache usera, tuache usistadu. Taifa lilipo ukame uangaliwe ni blazameni, uangaliwe ni sistadu, uangaliwe ni mlembo. Ukija kiu itambana kila mtu. Mazao yakikosekana njani ya kila mtu. Jamani, turudini kwenye toba, tumrudieni Mungu, tuombe rehema juu ya damu zilizomwagika. Taifa, tafuteni siku hata 2 hadi 3, taifa lifunge, tuingie kwenye kumwomba Mungu rehema. Tumeshazingua. Amini mimi, hii ni moja ya harati ya kiroho. Ardhi inadai damu za watu. Nyie ni mashahidi kama na watu mnaofuatilia vitabu vya dini au wafuatiliaji wa dini. Alikopogi Kaini na Abili. Niambie hadi leo ile damu ya Kaini wanasema inapiga kelele juu ya ardhi. Sembuse damu za watu 1000 waliodondoka chini. Sipo kulaumu serikali, sipo kulaumu wananchi, wala sipo kuelezea swala lililotokea. Nipo kuzungumza kuhusu taifa kujinyenyekeza katika maombi ya rehema na toba. Tumeshazingua, na vijana ndo watu ambao tuna nguvu. Sisi tusiposimama tukabaki kwenye ligi za kutafuta nani mbaya, kutafuta kipi kinaendelea, niaminini mimi tutakufa. Tulipofika tumrejee Mungu. Taifa la Tanzania hii hali ni mpya kwetu. Hatujaizoea, haijawahi tokea. Nadhani hata mataifa jirani yanatushangaa. Hatukufikiaga taifa letu kupeana warning ya kwamba tuhifadhi vyakula. Tulishaneemeshwa tayari na vyakula vya kutosha. Mashamba yetu yalishaneemeshwa na rutuba. Mvua zilisharuhusiwaga na Mungu tokea mianzo ya nchi yetu. Kwa nini haja yatokea sasa hivi? Kwa nini haja yatokea kipindi hiki? Mfikirieni kiundani, viongozi wangu wa serikali, viongozi wangu wa dini, vijana wenzangu. Anyway, binafsi hilo ndilo naloliona.